Habari za saizi mtumishi? Njema. Habari za uko utokako? Nzuri mno. Ni muda mrefu hatuonani. Sahihi. Lakini sasa ujio wako ni wa baraka sana kwa sababu unatufundisha vitu vingi sana. Najua hapa kuna watu wanatazama katika channel ya Shine Halisi TV na wanatamani kusikia jambo kutoka kwako. Na siku ya leo tunakuuliza swali moja ambalo inatubidi utuelezee kwa ufasaha sana na kwa wepesi kwa sababu ya muda wetu. Swali letu ni kwamba kuna watu wanaanzisha jambo lakini inaishia njiani, mfano biashara. Kuna watu wanaanzisha biashara lakini inaishia njiani na hatujui shida ni nini, na tunatamani utuelezee sababu ni nini. Karibu. Asante sana. Nafikiri biashara za wengi zinaishia njiani kwa sababu ya kosa nini? Ufahamu. Sawa. Wanaanza vizuri. Ila kuna kitu kinaitwa mkuu wa anga. Sawa. Mkuu wa anga ni jina la mahali unapoishi wewe. Anga fulani. Jina la mahali unapoishi wewe. Huyo ndo mkuu wa nini? Wa anga. Kwa mujibu wa Danieli 10:12 utaona malaika Gabriel anamwambia kwamba usiogope Danieli. Tangu siku ile ya kwanza sawa ulipotia moyo wako ni ufahamu na kunyenyekeza mbele za nani? Za Muumba wako. Sawa kabisa. Maneno yako yalisikiwa. Maneno yako yalisikiwa. Ndipo Muumba akaamuru malaika Mikaeli akaja kunisaidia kuondoa kwa nini? Waanga wa Wajemi. Ndipo nikafika mahali hapa. Kuna maana ukisema mkuu wa anga ni jina la kijiji mahali ulipo, ni jina la kata, ni jina la tarafa, jina la wilaya au mkoa. Huo ndio mkuu wa nini? Wa anga. Kwa hiyo huyo mkuu wa anga ndiye anaye control mizimu yote. Sawa. Wachawi wote, waganga wote, mapepo yote. Kwa maana jambo la kwanza unapoanza biashara, hakikisha unasambaza wakuu nini? Waanga wa mazingira unapoishi. Tunaona Danieli azuia mkuu wa anga wa nini? Wa Wajemi siku ngapi? 21. Kwa hiyo mkuu wa anga ndio anazuia biashara za wenye haki zifanye zisiende. Kwa hiyo na maana sasa tunahitaji nini? Ufahamu. Sawa kabisa. Kwa maana kilichomsaidia Danieli ni viwango vya ufahamu alivyokuwa navyo. Kusema usiogope Danieli, tangu siku ile ulipotia moyo wako nini? Ufahamu. Ndipo Muumba aliamuru malaika Mikaeli akaja kufanyaje? Kunisaidia. Kwa ina maana ufahamu unafanyaje? Unahitajika. Na katika Hosea 6 utaona inasema watu wangu wanaangamia kwa nini? Maarifa. Sema kwa sababu umekataa maarifa, umekataa. Kwa maana usianzishe biashara ndani bila ufahamu. Na katika Kumbukumbu 12 mstari wa 3 na kuendelea anasema na jina la mahali pale mfanyaje? Mlifutilie mbali. Kwa kuna ufahamu wa namna kuweza kutamka ukatengeneza anga la kwako pale mambo yafanye kaenda vizuri ili kusudi wakuu anga wa pale wasifanye wasiweze kufikia biashara yako. Yaani mtumishi nataka kufikia hapo kuna kitu nakitengeneza kwa sisi tunakusikia au sisi tunakuona, kwa sababu tunapitia shida sana, tunapitia mateso sana, tunakuwa tukipambana, tukipata mtaji hata kidogo tunahitaji jambo lakini linaishia njiani na hatujui sababu ni nini. Umeona? Sababu ni kwamba hivi ni mambo vya nini? Ya ufahamu. Na ndio maana unakuta wote wanaokuja wamefanya biashara. Sawa. Kwanza ni lazima tuweze kuinua shukrani, kusimamisha ile toba ya kina kwa ajili ya kufuta wakuu wa anga wa mazingira yale. Sawa. Wakuu wa anga wa mazingira yale. Nikishamfuta mkuu wa anga, mchawi hana nguvu, mganga hana nguvu, mapepo yao hayana nguvu, mizimu yao haina nguvu. Matambiko yao hayana nguvu. Manuizi yao hayana nguvu tena. Kwa nafuta madhabahu zao, nafuta sadaka zao. Sasa wakuu wa anga wao. Sasa basi nini cha kufanya? Ngoja nikwambie. Sawa kabisa. Ili biashara yote ikue, inahitaji nini? Ufahamu. Sawa. Ezekiel 28 ule mstari wa 4 na 5 anasema wafahamu zako na hekima yako umejipatia utajiri wa nini? Wa fedha na dhahabu katika hazina yako. Na wewe na biashara yako imeongezeka na kuwa kubwa kwa sababu ya hekima ulio nayo. Mtumishi, sasa unagundua sasa jambo moja ni kwamba ufahamu unafanyaje? Unahitajika. Ndio maana haya mambo yanahitaji hekima. Kwa mfano, wewe angalia. Umeona hii
hii mikono ndio unaotoa fedha na kufanya na kupokea. Sawa. Ukisoma vizuri katika Mithali 3:16 sawa, inasema hivi, heshima na utajiri katika mkono gani? Wa kushoto. Anasema ana wingi wa siku katika mkono wa kuume. Heshima na utajiri katika mkono gani? Kushoto. Kwa kushoto ndo alibeba nini? Utajiri. Kwa hiyo ule kuna jambo tunaita moyo wa mwanzo pale. Kuna moyo wa mwanzo aliangulia katika upande wa nini? Wa kuume. Kwa hiyo vitu, ule moyo wa mwanzo alikabidhiwa vitu vitoka wapi? Mkono wa kuume vikaenda wapi? Kushoto. Kwa dunia ilipoteka pale ikajua siri zote tunajua nini? Kwa kushoto. Ndio maana utaenda hata baadhi ya watu wengine ukienda kwa maduka wa Arabu, wa Hindi, wa China, utakuta wanasabia fedha mkono gani? Wa kushoto, kwa sababu wanajua kushoto ndio walibeba heshima na nini? Na utajiri. Kwa mfano mtu akitaka labda kuiba nyota yako au kuzima nyota yako. Sawa, sawa. Anachokifanya anakuja na fedha mkono gani? Kwa kushoto. Kwa kushoto. Kwa wewe ukipeleka kulia, vitu vyako fanya vimeondoka tayari. Biashara lazima fanya isimike. Yaani thamani yako imefanya imeondoka. Ila sema thamani na maanisha ni nyota. Na kazi ya nyota nini? Ni mvuto. Kwa na pia ukienda katika Amos 5:25 kuna nyota ya kichawi ya kiuni iko pale ambayo inatengenezwa inaletwa kwa dukani kwako pale kwenye biashara yako au kwenye vibanda unavyouza vibanda vya nyanya vya nini kwa hiyo unashangaa ulikuwa unaenda unaanza kuchukia ile biashara ghafla unaanza kuikinai mpaka unakimbia. Kumbe umehamishwa kwenye hatima yako wewe. Sawa. Sasa basi nikwambie kitu kimoja. Na ndio maana watu tunashauri sana kuwa na meza ya kwako. Sawa? Sawa kabisa. Kuna mtu akileta mkono wa kushoto anakupa fedha, anapeleka mkono wa kushoto. Akipeleka mkono wa kulia anapeleka nini? Kulia. Na wengine unakuta wanatumia simu ili kusudi kubumbaza wewe. Sawa kabisa. Sawa kabisa. Ufahamu. Usimwamini kila mmoja. Ndio maana nini? Ufahamu. Kwa hiyo tunashauri kitu kimoja, unaporudisha change, hakikisha mkono wako huu usiondoke na mtu yeyote. Kwa sababu utoa ni mkono unafanyaje? Tunatoa. Unapotoa akitoa mezani. Ila akikupa chukua, akileta mkono wa kushoto, peleka kushoto. Hata kwa kulia, peleka nini? Kwa hiyo sasa basi. Biashara za watu wengi zimekufa kwa sababu ya kosa nini? Ufahamu. Kwa hiyo sio kuanzia tu biashara. Unafahamu gani? Mtumishi, maana muda unatendea, maana muda tunatia majukumu. Kidogo sababu wengi wanahitaji kufahamu haya mambo. Kwa hiyo ni lazima ufahamu. Kuna namna ya kufanya kabla ya kufungua biashara, kuna namna ya kufanya. Sawa. Hiyo wewe nifuata ile box itakuelekeza. Sawa. Na unapofunga biashara yako kuna namna ya kufanya ili biashara yako ifanye ilindwe singiliwa. Kwa sababu unapoondoka kuna majamaa mengine mmoja anaingia kiujanja wanaofahamu uliopitiliza. Wanachezea vitu. Sasa basi. Nikwambie. Sawa. Kinachoweza kusababisha biashara ikakua ikaenda vizuri na ikavutia watu wengi ni thamani iliyo ndani yako. Wewe unadhani kwa nini Adamu wanyama wote walikuwa wanamwendea? Uumbaji wote unafanya unamwendea. Kuna thamani aliyokuwa nayo ndani. Kwa hiyo ile thamani aliyokuwa nayo Adam katika bustani ya Eden. Sawa kabisa. Ilikuwa na uwezo wa kuvuta kila kitu kimwendea. Wanyama wakali, wanyama wapole, dhahabu alikuwa anaenda tu anachota tu pale kwenye ule mto ulikuwa unasukumwa na maji anachukua pale. Ni nini? Kwa ni thamani ilikuwa ndani yake. Baada ya thamani ile kuondoka, uumbaji ulifanyaje? Ulimkimbia. Kwa sababu ya muda, moja kwa moja unaweza kuongea la mwisho na moja kwa moja ukataja na namba zako za simu kwa sababu ya muda, ili watu ambao wanatamani kuendelea kusikiliza na kufahamu zaidi wazidi kukutafuta wewe. Karibu umalizie. Mimi kitu ambacho nataka niwaambie, kuna vitu vingi vya kujifunza katika biashara. Sawa. Unaona hii mikono? Unakulia na nini? Na kushoto. Maisha ya kila mtu yako kwenye kitanga cha nini? Cha mkono. Cha mkono. Hata nyota ziko wapi? Acha basi. Unasema ngoja nikwambie sasa. Ukienda katika Mithali 3:16 anasema ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, heshima na utajiri katika mkono wa kushoto. Imeandikwa. Sikiliza. Imeandikwa. Nimefuatilia katika maduka ya Waarabu ya Wahindi utagundua hakuna anayehesabia fedha mkono wa kulia. Unasema mkono gani? Wa kushoto. Anajua kuna kitu. Kwa mfano kama mtu anataka kuiba thamani yako, kwa mfano hizi ni fedha. Sawa. Una mfano? Sawa. Sawa. Ni fedha. Hii ni fedha. Sawa. Mteja anapokuja kwa mfano, shika hii fedha. Unapotoa wewe fedha, unanipa, si ndio? Nitachukua. Sawa. Umeelewa? Sawa kabisa. Sasa hapa kuna akili ambazo wengine wajanja wanafanya. Anaweza kutumia mkono wa kushoto. Mkono nini? Wa kushoto. Wa kushoto anakupa ile nini? Fedha. Ukipeleka kulia, vitu vyako vifanyaje? Vimeondoka kwa sababu
kwa sababu anajua vitu vilitoka mkono wa kuume vikaenda wapi? Kushoto. Ipo hivyo. Ndivyo ilivyo. Fuatilia wa China wanaipa mishahara sana. Mtumishi. Mikono gani? Mtumishi. Mkono wa kushoto. Usubiri kuelekeza kitu kimoja. Kwa hiyo maana cha msingi huwa tunaruhusu sana. Lazima uwe na kiti na meza. Sawa? Unaporudisha change inatakiwa ile change iweke wapi? Mezani. Hakikisha mikono yako inalindwa, isigusane mkono wa mtu mwingine, kwa sababu mwingine anakuja unajua anafanya vitu vyake kwa kiburu kwenye chumba chake, akimaliza anaanza kutandikia mambo yake tu. Sawa sawa. Kwa hiyo tunahitaji viwango vya nini? Vya ufahamu, sio tu kufungua tu biashara. No, kinahitaji ufahamu. Kwa hiyo mtu akifuatilia anaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu ukinifuatilia utashangaa mambo makubwa. Mtumishi, kwa sababu ya muda, maana tunakimbia na muda, tuko kazini. Unajua, kwa msikilizaji unatamani kupata vitu vingi zaidi na unatamani kusikia hata namba yake ili uzidi kumfuatilia katika hii channel ya Shine TV. Naomba mtumishi ataje namba yake ili tuweze kumaliza, muda umetuendea. Karibu. Asante sana. Mimi nawakaribisha nyote ambao wafanya biashara. Msiogope comment, msiogope kulifollow. Sawa. Msiogope kuja inbox. Sawa. Wewe njoo tu, tutaongea, tutakufundisha vitu vingi na utafurahi mambo mengi sana. Asante sana. Ubarikiwe sana. Asante.